Habari yako. Sasa bwana, ngoja nikusimulie kisa kilichotokea kwa Wairani pamoja na Saddam Hussein zamani. Hao tunafahamu walikuwa maadui. Saddam Hussein alivamia Irani miaka ya 80, akapigana nao kwa miaka 8. Lakini bila kujua kwamba kama wahenga wetu walivyotuambia usitukane mto kabla hujavuka mamba. Saddam Hussein hakujua kwamba bwana baadaye atawahitaji wa Iran. Ikaja ikatokea bwana akaja kweli kuwahitaji wa Irani baadaye, wale aliowavamia, wale aliowapiga mpaka akawamwagia kemikali, baadaye akawahitaji. Kwanza kabisa, kwa nini nimeamua kusimulia hii story? Ni baada ya picha za satellite kusambaa zikionyesha kwamba au zikielezea kwamba na vyombo vya habari vikubwa kwamba serikali ya Iran ilipeleka ndege zao Pakistani kipindi ambacho Marekani wameanzisha vita na Iran mara ya kwanza mwaka jana. Nia ni ili ndege zao zisiharibiwe. Kwa hiyo hata Donald Trump anapokuwa anaongea kwamba tumeharibu jeshi la anga, sijui tumeangamiza kila kitu cha Iran, kuna vitu vyao vingine viko chini ya ardhi, lakini kuna vitu vyao vingine viko Pakistani na Marekani hawezi kuipiga Pakistan. Ni mshirika wake, hawako kwenye vita. Sasa wengine pengine wanajiuliza, hivi inawezekana kuhamishiana ndege? Inawezekana kitu kama hiki Iran wakawa ni kweli wamefanya? Wairani hawajasema kitu na Wapakistani hawajasema kitu, lakini vyombo vya habari vimeonyesha picha hizo za satellites. Sasa haya, nisikiza nikupe story ya Wairani na Saddam Hussein. Baada ya Saddam Hussein kusaidiwa sana na Marekani kuipiga Iran miaka ya 80, Saddam Hussein alijikuta kaingia katika mzigo wa madeni, anatakiwa walipe madeni wa Marekani. Kama tunavyofahamu hawakusaidia hivi hivi. Kwa hiyo ndipo Saddam Hussein bwana akaona hapa sasa ichukue Kuwait kwa kisingizio kwamba Kuwait ilikuwa ni eneo la Iraq zamani, kitu ambacho ilikuwa ni kweli, ilikuwa ni moja kama ya eneo la Iraq, na kipindi hicho nafikiri kipindi cha Mturuki anaitawala Iraq. Lakini pia kisingizio kwamba Kuwait sijui wanafanya michezo ya kufanya mafuta ya Iraq yasiuzike au yauzike kwa bei rahisi, wanaiba mafuta. Yani ilikuwa visingizio ni vingi. Basi kwa hiyo Saddam Hussein akaanzisha vita na Kuwait. Hiyo inaitwa vita ya Gulf, wengi mnafahamu. Nini kikatokea? Walianzisha ile vita, ilikuwa nafikiri ni mwaka 1990 kwenye mwezi wa 8. Wakapigana, ilipofika mwaka 91 mwezi wa kwanza, Marekani na jopo lake wakaingia kuisaidia Kuwait. Kama tunavyojua Marekani haingii vitani peke yake. Akaingia na jopo lake, na nafikiri ile ndio vita ya kwanza Marekani wameingia baada ya Soviet kuvunjika, wapinzani wao yani Warusi umoja wao ulipovunjika. Kwa Marekani akabaki superpower mwenyewe. Sasa ile vita ikamfanya Marekani yani ajitangaze kwamba yeye ni superpower kijeshi, umeona? Lakini aliingia na wasaidizi, akaingia washirika wake pamoja na mataifa mengine ya Kiarabu pia, na yenyewe akaenda akamsaidia kupigana na Saddam Hussein. Kwa hiyo wameingia na kundi kubwa kupigana na nchi moja. Alipotoka na ushindi pale, ushindi ukatangazwa wa Marekani, watu wakaiona Marekani superpower kijeshi, Marekani ikaanza kuogopeka, Warusi kule umoja wao Soviet umevunjika, kwa hiyo Marekani ikaanza kuogopeka na kila mtu kwamba akikuvamia tu utaipata. Umeona? Basi bwana, kilichotokea ni kwamba Saddam Hussein akaanza kuelemewa. Alivyoanza kuelemewa sasa akaona hapa sasa bwana ni heri nifanyaje, niweke vitu vyangu vizuri visiangamizwe vyote. Vitu vyenyewe ni vipi? Ndege zake. Akaona hapa jeshi letu la anga litaangamizwa. Kwa hiyo akarudi kule kwa Wairani ambao aliwavamia kwa miaka 8, aliwamwagia mpaka kemikali kwa hisani ya Marekani. Akawarudia, akawaambia bwana, mimi naombeni ndege zangu nije nihifadhi kwenu hapo Iran kwa sababu wamepakana. Wairani wakamwambia haina neno, sisi tutakuhifadhia tu, sisi hatuna neno kabisa. Basi unaambiwa Saddam Hussein acha akusanye ndege zake. Kusanya. Huyo akazipeleka pale kwa Wairani, nakwambia. Atuma mapilot wake, pelekeni jamani, zikakae salama. Huku Marekani anazidi kurusha makombora. Basi ndege zile Iran wakamwambia basi msiofu kabisa, ndege zenu ziko salama hapa, wala haina neno, hakuna mtu atakayezigusa. Iran wakawa wanaendelea kuutizama ule mchezo, wanamtizama Marekani na washirika wake wanavyoendelea na vita na Saddam Hussein. Iran kwao neema ile. Kwa sababu gani? Maadui zao wanapigana wao kwa wao. Basi wao Iran wanaendelea kujijenga sasa kwa sababu wameshatoka kwenye ile vita ya miaka 8. Kilichoendelea ni kwamba ile vita ikaisha, Saddam Hussein akapigwe, ikabidi asalimu amri. Marekani kaingia na wachangia, ikabidi wasalimu amri. Walivyosalimu amri, vita ikaisha.
Sasa Saddam Hussein kashatulia kila kitu, kajikumuta vumbi, kamaliza, kakaa katulia. Sasa nikachukua ndege zangu kule Iran. Kaambia wa Iran, jamani, mimi huku mambo yote yameshaisha, pako salama. Sasa nataka nitume watu wetu waje wachukue hizo ndege zirudi huku. Nasikia Iran wakaambia, bwana, unakumbuka ulituvamia bila sababu kwa miaka 8 ukapigana na sisi mpaka ukatumwagia kemikali? Ndio. Unakumbuka hujatulipa fidia? Ndio. Sawa. Sasa hizi ndege hizi nyingine zitabaki hapa kwa ajili ya kulipa fidia ya vita ulioianzishaga bila sababu, ukaua watu wetu na kutuharibia mali zetu, ukisaidiwa na hao Marekani ambao mmegeukana. Ndege nyingine zitabaki kama fidia. Unaambiwa Saddam Hussein alibaki kaacha mdomo wazi. Basi unaambiwa zikuondoka zote, zikaondoka tu baadhi. Wa Iran wakakata fidia yao. Walivyokata fidia yao, kwa hiyo ndege nyingine za Saddam Hussein zikabaki huko kama sehemu ya jeshi la anga la Iran. Umeona? Na wale ni wazuri sana, wale wanadurufu teknolojia, maana wana akili sana. Basi unaambiwa Saddam Hussein akawa hana la kusema. Basi Muirani akapata fidia yake pale. Na Muirani ndivyo alivyo. Ile mijamaa ina IQ kubwa sana. Kila inachofanya wanakuwa wamesha calculate dakika 5 mbele yako. Kama ambavyo Marekani walivyoanzisha vita juzi na Israeli. Wao wanapigana, kumbe wenzao tayari wamesha calculate jinsi gani wataweza kulipwa fidia ya vita. Umeona? Ndio maana wakaenda wakafunga kivuko cha Hormuz, wanakuambia hapa hiki kivuko hiki tutakishikilia mpaka fidia yetu ya vita mlioianzisha bila sababu ifidiwe kupitia hichi kivuko. Kwa hiyo wanapitisha sheria pale, wameweka control pale, wana control, wanakuambia hapa ndipo fidia yetu itakapotokea. Kwa hivi ndivyo Iran walivyo. Uwezo ukawapiga alafu ukawaacha kama ulivyoacha wa Libya. Umeona? Yaani Marekani anajua kwamba nikienda pale nitampiga Muirani alafu nimwache na magofu kama tunavyomwacha Mlibya kule. Mpaka Libya imegawanyika na magofu au kama Syria. Hapana. Muirani yeye ukimwanzishia vita anakutafutia engo tu. Akikamata hiyo engo moja tu, anakubinya mpaka fidia yake imalizike, alafu hapo ndo anaendelea na maisha yake. Kwa hivi ndivyo alivyomfanyia Saddam Hussein. Na Saddam Hussein akawa hana la kufanya. Na hii ndo siasa. Katika siasa, wanasiasa bwana wanachokitaka ni kusurvive. Hakuna urafiki wa kudumu wala uadui wa kudumu. Ndio maana unaona Saddam Hussein ile nchi aliyoipiga, ile nchi aliyoichukia, ile nchi aliyoimwagia kemikali, baadaye akaenda kuiomba hifadhi, wamuhifadhie ndege zake. Kwa hivi ndivyo mambo yalivyo. Mimi hapa ninaitwa Robin Rachel. Na hii hapa ni Robin Tanzania Global. Msiache kutufollow katika Instagram, tunatumia Robin Tanzania Global, na TikTok Robin Tanzania Global. Kule nina post video fupi nyingi za matukio ambayo yanaendelea, videos ambazo nashindwa kuziposti hapa kwa sababu ya mambo ya copyright.